kiukweli na kimsingi kabisa, ili Muislamu uweze kumpata lazima uwe una hoja madhubuti katika topiki ambayo mliokuwa mmekubaliana. Hoja yetu ya leo ilikuwa ni kuonesha kati ya dini ya Ukristo na dini ya Uislamu ipi dini ya kweli. Mimi nauliza kwanza, nyinyi wote wa Kristo na Uislamu, kuna aya gani iliyonukuliwa, iliyosomwa, aya iliyonukuliwa kuanzia Mwanzo 1:1 mpaka Ufunuo wa Yohana inaosema Ukristo ni dini ya kweli? Mmesikia aya hiyo? Aliyotoa aya imeandikwa Ukristo, yani neno tu Ukristo mmesikia limetajwa, neno tu Ukristo mmesikia limetajwa. Kwa hiyo Ukristo ni neno ambalo lipo katika kinywa cha Wakristo, lakini katika maandiko hakuna. Hii tunashukuru. Na kama atapanda mhubiri yote hata wakati wa maswali atatoa andiko likasomwa lipatikane neno Ukristo, hapa mimi naahidi naingia katika huo Ukristo. Kama atakuwepo apande hapa mtu, uwezi ukakuta, isipokuwa ni propaganda. Sasa sisi Waislamu, Mungu anatueleza nini? Mambo mengi yamezungumzwa kwamba Waislamu ni wachawi, Waislamu wanaabudu mapango, sio kitu gani. Haya yote ni maelezo, lakini Qur'ani inatuambia nini? Qur'ani sura 8 aya 2. Tunafuta kwanza uchafu, alafu tunaingia katika ushetani na Waislamu, wanashirikianaje? Alafu tutaangalia nani mashetani zaidi. Na kama inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Hakika wanaoamini kweli kweli. Sasa sikilizeni, wanaoamini kweli kweli ni watu gani? Ni wale ambao ndio anapotajwa Mwenyezi Mungu ndio nyoyo zao hujaa hofu. Kwa hiyo Waislamu wa kweli wale ambao anapotajwa Mungu nyoyo zao zinaingia hofu, hao ndio wa kweli. Endelea. Na wanaposomewa aya zake ndio huwazidishia imani. Na wakamtegemea Mola wao tu. Ndio. Bas. Endelea. Hawana kuamini mizimu. Hao Waislamu kweli hawaamini mizimu, wala pango, wala waamini mapango, wala shetani, wala waamini shetani, wala makaburi. Takbir. Kwa hiyo hawa ndio, ukimwona mtu anaamini shetani au mapango au kabri, huyo sio Muislamu. Qur'ani inasema kwamba Waislamu wa kweli hawana hayo, na ndio sisi tuliohudhuria hapa. Naona ukikaa kimya unanielewa vizuri. Sasa kitu cha pili tunachopenda kufahamisha kwamba ukweli, sisi Waislamu ukweli tunayo haki na tunao ukweli, kwamba Uislamu ni haki na kweli yetu ni Qur'ani. Lazima watu wajue. Qur'ani sura ya 81, Qur'ani sura 17 aya 81. Tunaonesha tunao haki na tunayo kweli. Hatuhitaji kweli yoyote nyingine kwanza. Nasema ndio ukweli umefika, ndio, na uongo umetoweka. Takbir. Kwa kuwa Qur'ani ndicho kitabu cha mwisho kilichokuja, ambacho cha kwanza kilichotangulia ni kitabu ambacho nasadiki ni Biblia. Mungu anamwambia Muhammad, waqul ja'al haqu wa zahaqal batil, sema ukweli umekuja na uongo umeshatoweka. Kwa hiyo Qur'ani kama Qur'ani ni ukweli. Hii Qur'ani ukweli wake nini? Qur'ani sura 14:1-2. 14:1-2 Surati Ibrahim, kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Tunataka tuingie katika mada. Ukiona mtu anatoka nje ya mada ameshindwa mada. Alif Lam Ra. Ndio. Hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako. Qur'ani ni kitabu kilichoteremshwa kwa Muhammad ili watoe watu katika giza. Ndio wanatolewa watu katika giza, kama ndugu yetu leo katoka katika giza, Ukristo kaingia katika nini? Uwapeleke katika nuru. Takbir. Endelea. Kwa idhini ya Mola wako. Uwafikishe katika njia ya yule mwenye kushinda. Kwa hiyo Qur'ani inawafikisha watu kwa yule mwenye kushinda. Nani? Mwenye kusifiwa. Ndio. Naye ni Mwenyezi Mungu. Takbir. Kwa hiyo ukifuata Qur'ani itakuongoza kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Qur'ani ndiyo kweli. Naomba nisomee Qur'ani sura 18 aya 29. 18:29 sura Kahfi inasema nasema ndio, huu ni ukweli uliotoka kwa Mola wenu. Unaona? Kwa hiyo Qur'ani inasema ukweli upo, huu ni ukweli uliotoka kwa Mola wenu. Huo ukweli wenyewe ni upi uliotoka kwa Mola, ambao ndio tunautafuta leo? Qur'ani sura ya 5 aya ya 3. Leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Waliokufuru wamekata tamaa katika dini yetu, ndio maana wanaama nje ya mada kwa kuwa wameshashindwa. Maskini ya Mungu, tuwaonee huruma. Endelea. Basi usiogope. Hatuwaogopi, hatunao, bali niogopeni mimi. Tunamwogopa Allah. Endelea. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Rudia tena. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Ndio. Na kukutimizieni neema zangu. Ndio. Na nimekupendeleeni
ya Uislamu uwe dini. Wapi kwenye Biblia andiko linasema Ukristo ni dini ya kweli? Wapi andiko? Wanaelewa waelewi? Haya, sasa hapa tumefahamisha kidogo. Kwa hiyo Waislamu hawana wasiwasi katika hiyo. Tena njia yetu Waislamu ni njia kamili, wala tuhitaji tena kufuata njia ambayo nyinginewe. Qur'ani sura 53, Qur'ani sura ya 53, fungua hiyo 53 Suratun Najm. Anzia aya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Kwa hiyo Muhammad hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Hayakuwa haya anayoyasema. Ndio. Ila ni wahai. Ndio. Ufunuo uliofunuliwa kwake. Ndio. Amemfundisha haya. Ndio. Malaika mwenye nguvu sana. Nani huyo? Mwenye uweza. Ndio. Naye huyu Jibril. Ndio. Akalingana naye sawa sawa. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba hii njia yenyewe aliyofundishwa, mafundisho ya Muhammad sio ya kwake, bali ni maneno ya malaika Jibril waliotoka kwa la ilaha illa Allah. Sasa ndugu zetu wanafananisha mashaitani na sisi kwamba ni kitu kimoja. Qur'ani inasema nini? Je, sisi na mashaitani kitu kimoja au vitu vili tofauti? Ili nifafanue hadithi iliyosema kwamba shetani anakuja kuwapulizia matakoni. Kidogo tutamfahamisha baadaye. Qur'ani sura 2:208. Mungu anazungumzaje kuhusu mashaitani na sisi? 2:208. Enyi Waislamu mlioamini, ingieni katika hukumu za Uislamu zote. Tunatakiwa tuingie kwenye hukumu za Uislamu zote. Wala msifuate nyayo za shetani. Wala tusifuate nyayo za shetani. Kwa nini? Kwa hakika yeye kwenu ni adui aliyedhahiri. Takbir. Kwa kuwa yeye shetani ni adui aliyedhahiri. Sasa hapa hawakuona, wamekimbilia katika hadithi wananukuu. Tunataka kuwafahamisha sasa watu. Je, shetani kwa kuwa ni adui na ndio maana anatufuatilia mpaka katika ibada ya Mungu. Sasa hao wamepiga makofi, wakaulizwa, hivi nyinyi wa Kristo, hivi mnataka kwamba mwe Waislamu alafu shetani akupulizeni matakoni? Lakini itabidi tuangalie, je, kuna shetani mwingine aliingia kwa mtu ambaye wanamwamini wao kama Paulo? Aliingia au kuingia? 12 Wakorintho 2:7. Unajua mtu akiingia akipasua, wewe unakwenda kushona. 12:7 Wakorintho 2. 12:7 Wakorintho 2. Tunatafuta shetani nani kamuingia, alafu vitu gani vikafanyika. Na makusudi nisipata kujivuna kupita kiasi. Anaendeleaje Paulo? Anasema kwa wingi wa mafunuo hayo. Ndio. Na alipewa mwiba katika mwili. Alipewa mwiba Paulo katika mwili. Afadhali Waislamu wanasali, shetani anapulizia. Yeye kapewa mwiba kabisa katika mwili mzima. Nini? Mjumbe wa shetani. Unaona hiyo? Kwa hiyo Paulo yeye ndani ya mwili wake kuna mjumbe wa nani? Wa shetani. Sasa kama Paulo alipokuwa ameingiwa na shetani, hatua gani aliyokuwa ameichukua? Wakorintho 2:11-27. Wakorintho 2:11-27. Nakwenda haraka kwa sababu ya kulinda dakika. 12. Nasema, baada ya kuingwa na shetani Paulo ikawaje? Katika taabu na masumbufu. Katika taabu Paulo na masumbufu. Katika kukesha mara nyingi. Katika kukesha mara nyingi. Katika njaa na kiu. Paulo sasa katika njaa na kiu. Katika kufunga mara nyingi. Ndio. Na katika baridi. Paulo anasema katika baridi. Na kuwa uchi. Paulo anasema wakati wa baridi Paulo anakuwa nini? Anakuwa uchi baada ya kuingiwa na shetani. Sasa je, baada ya kuingiwa na shetani, Waislamu wako kwenye ibada wakirukuu, shetani anakuja kupuliza. Paulo anamshawishi, yaani shetani anamshawishi Paulo avue nguo. Sasa akishakuwa vua nguo Paulo inakuwaje? Na ndio maana hili tunaogopa kuwa Wakristo. Timotheo wa 2:4-6-4. 4:6 inasema. Inasemaje? Naam. Paulo anasema naam. Hata nikimiminwa. Rudia. Kwa maana mimi Paulo. Sasa Paulo yuko uchi katika ibada yake kanisani, anasemaje? Kwa maana mimi Paulo. Sasa ninamiminwa. Takbir. Sasa Paulo anasema mwenyewe anamiminwa. Baada ya kumiminwa anasemaje? 2:17 wa Filipi. Hata nikimiminwa Muhammad juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu. Ndio. Na furahi. Takbir. Muda umekwisha. Umekwisha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona ujumbe umefika na habari ndio hiyo, na hiyo ndio habari. Asalamu alaykum. Dozi umezidisha sana ndugu yangu.